أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يأكل الشيطان مع الإنسان؟ Inshallah, katika siku yetu ya leo tutakuwa na swali la muhimu sana, kwamba je, kuna uwezekano tunapokula chakula shetani akawa anakula na sisi? Swali la muhimu sana. Kuna uwezekano shetani anashiriki na binadamu katika kula chakula? Umeandaa chakula chako mezani. Je, kuna uwezekano shetani akawa anakula chakula pamoja na wewe? Suila nabii sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faqala na'am, kullu ma'idatin lam yudhkar ismullahi alayha yaakulu shaitanu ma'ahu. Swali hili la muhimu sana aliulizwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akasema kwamba meza yoyote ama watu wowote watakapokaa kwa ajili ya kula chakula kisha wakaacha kusema bismillahirrahmanirrahim, shetani anakula chakula pamoja nao. Uliza kwamba shetani ni uchafu ama sio uchafu? Ashaitan qadhar ama qadhar? Ashaitanu najis ama najis? Tunaposhiriki vyakula hivi bila kusema bismillahirrahmanirrahim, chochote unachokula hatusemi bismillahirrahmanirrahim, huyu shaitani ambaye ni mchafu tunashiriki naye katika kula chakula. Kisha nini kinatokea? Alqulub hinama taswadu wa taksu la yasal ba'd yakul limadha wal adabu ash-shar'iyya ghufila anha. Nyoyo zetu hizi zinapokuja kuwa ngumu, zinapokuja kuwa nyeusi, sababu hasa hatujui ni jambo gani, lakini ukichunguza zile adabu za kisheria zimeachwa. Mafunzo ya Kiislamu ambayo tunatakiwa kuwafunza watoto wetu yameachwa. Mtu anaweka sahani, anakaa tu anakula. Ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, kullu ma'idatin lam yudhkar ismullahi alayha yaakulu ash-shaytanu ma'ahu. Familia yoyote, mtu yoyote, meza yoyote itakayoandaliwa chakula na watu wakala bila kusema bismillahirrahmanirrahim, tuelewe kwamba shaitani anakula chakula pamoja na sisi. An-nabii sallallahu alayhi wa alihi, hadha sirru ghaibi yakshifu an-nabii lana, yaakulu ash-shaytanu ma'ahu wa yarfa'u Allahu al-baraka anha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatupa siri hizi za adabu ya kula ambazo tulikuwa hatuzifahamu. Shetani anakula chakula na mtu asiyesema bismillah. Baada nini kinatokea? Kile chakula Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakiondoa baraka yake, inakuwa chakula hakina baraka yoyote. Unakula chakula, Mtume sallallahu alaihi wa alihi anasema Mwenyezi Mungu ameondoa baraka katika chakula hicho. Tadruna yani shunu ghairu mubarak? La tatasawwaruna fakat adamul baraka at-ta'am yasiru qalil. Bas hadha wahid min maani, aku maana akhar a'maq min hadha. Ndugu zanguni, mnafahamu kwamba tukisema chakula hakina baraka, Mwenyezi Mungu ametoa baraka katika chakula hicho. Baadhi yetu tunafikiri kwamba chakula kitakuwa kidogo, tukila hatushibi.
Sisi tunafikiri kama hiyo ni moja katika maana hizo, kwamba inawezekana, lakini kuna maana nyingine ambayo ni kubwa zaidi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama ameielezea. Zawalul baraka at-ta'amu ma yasiru hani, yani shunu albatnu tamtali wa afya ma'akum. Tukisema kwamba chakula hakina baraka, kimeondolewa baraka, baadhi ya watu tumesema kama wanafikiri kitakuwa kidogo hawashibi. La, hiyo inawezekana ikawa ni maana tulivyosema, lakini kuondolewa baraka, chakula kinakuwa hakina ubora, hakina faida. Tumbo linajaa, linakuwa kubwa, lakini hakuna afya. Unaona mtu amekula chakula, ameshiba, lakini anazidi kudhoofika, hakuna faida yoyote. Ndio maana tunatakiwa tusikilize mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuseme bismillahi wakati wa kula. Lakini sio tu kwamba tumbo linajaa na mwili haupati afya yoyote. Aku maana akhar amaku min hadha, kuna maana nyingine tena kubwa zaidi ya hiyo. Ni maana gani? Aljism ma yastafidu min hadha at-ta'am faida nuriya, yani nuru maaku. Mtu anakula chakula kama tulivyosema, itaondolewa baraka. Mwili wake haufaidiki na chochote katika hiki chakula. Unakula tu chakula, lakini hakina faida yoyote katika mwili wako. Mwili unakuwa hauna nuru. Kwa sababu gani? Wewe unakula na sheitani anakula, tena shetani na familia yake wanakuja wanakula pamoja na wewe. Unafikiri nini kitatokea? Ndio maana unaona mtu anaugua maradhi mbalimbali, anakula vyakula lakini haishi kuumwa. Unakula lakini unasikia sijui uric acid. Unakula lakini kwa sababu mwili hauna faida ya kinuru na hicho chakula. Sasa nini kinatokea mtu anapokula chakula ambacho mwili hauna nuru? Nini kinatokea? Anasema albatnu, ile tumbo lake linakuwa majmau lilqadhurati shaitania. Tumbo lako linakuwa ni jalala, ni mkusanyiko wa mauchafu ya shetani. Tumboni mkusanyiko wa jalala na mauchafu ya shetani. Kwa sababu gani? Unakula chakula hausemi bismillahirrahmanirrahim. Kitu kidogo tu tunaona. Ndio maana tumesisitizwa sana katika kila jambo lolote tunalolifanya tumtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huu ni mwisho wa hadithi yetu ya leo. Tuwahimize watoto wetu kusema bismillahirrahmanirrahim katika kila jambo, wakati wanakula, wakati wanatembea, wakati kila wanachokifanya. Tuwahimize watoto wetu kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Familia zetu, wake zetu, waume zetu, tuwasisitize haya mafunzo aliyofundisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na tusikubali matumbo yetu yakawa majalala, yakawa ni mkusanyiko wa mauchafu ya shetani. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Kukutana nawe nikusaidie, nikutumikie, kama vile mikidadi niwe kwa hiki kimo changu kidogo, nikufidie. Hamu, imamu hamu ya kukutana nawe,
nikusaidie, nikutumikie kama vile Mikidadi niwe kwa hiki kimo